Wenzetu ambao wanataka kuivuruga amani ya nchi yetu wanatumia akili kubwa sana kutusaulisha mambo matatu muhimu. Moja, wanatusaulisha kwa akili sana makubwa ambayo rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya kwa kipindi chake cha miaka 4. Lakini pia wanatujengea chuki kati yetu sisi wenyewe. Lakini ya tatu, wanatuondoa kwenye ndoto kubwa ya Tanzania yetu. Wakati hayati Magufuli anaondoka, aliacha miradi mikubwa mingi, lakini niseme mikubwa miwili. Moja, mradi wa SGR, reli ya kutoka Dar es Salaam kuelekea Dodoma hadi Mwanza. Ukiangalia kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma, 70% ya kila kitu, kijumlisha kila kitu, 70% imefanyika na rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Leo unatoka Dodoma saa 12, saa 3:30 uko Dar es Salaam. Wanaelewa maana ya uchumi, wanaelewa maana yake ni nini hiyo. Leo bwawa la Nyerere alikuta likiwa chini ya 50%. Leo bwawa la Nyerere limeisha. Wanaoelewa maana ya uchumi na ukuaji wa viwanda na mambo mengine wanaelewa maana yake nini ukizungumzia umeme. Hayo ndio yenye multiply effect ambayo inaenda kukuza uchumi wa mtu mmoja mmoja. Dr. Samia alitukuta ndani ya sekta ya utalii tukiwa tuna kitu kinaitwa low season na high season, na akaanzisha utaratibu wake ambao hawa walimpinga sana na kuonyesha anakosea na kumsema maneno mengi mabaya. Lakini kwenye hii Tanzania leo akafuta kinachoitwa low season na high season. Watu hawa leo wanatumia nguvu nyingi kusema usije Tanzania, usiende Tanzania. Wanakuambia usiende Tanzania, maana yake ni nini? Watu watalii hawatakuja Tanzania, mapato ya utalii yatashuka. Yakishuka, maana yake fedha za kununua dawa, kufanya mambo mengine zinakosekana. Kesho anakuja kukupandikiza chuki, kukuambia kwamba dawa hakuna hospitalini, kukuambia kwamba wanalala wawili vitandani. Natukubaliane, hakuna rais na hakuna kiongozi aliyeweza kumaliza matatizo yote kwa kipindi chake cha urais. Wanapokea, lakini ukweli kipindi hiki cha Dr. Samia makubwa yamefanyika. Leo Dr. Samia kwenye sekta ya afya alipokea hii nchi tukiwa tunapanga foleni kuelekea India kwenda kwenye matibabu. Leo amepunguza 97 ya teknolojia tulizokuwa tunazifuata kule Ulaya, leo amezinunua ziko ndani ya Tanzania. Leo ukienda JKCI hospitali ya moyo, ukienda Muhimbili, unachokuta wametenga wing maalum kwa ajili ya kupokea wagonjwa kutoka mataifa ya jirani. Leo wanataka kutusaulisha kwamba ni sisi ndio tulikuwa tunakimbilia mataifa jirani kutafuta tiba. Kwa kipindi cha miaka 4 yamefanyika mapinduzi ya kununua teknolojia, kutengenezea ujuzi wa taalamu wetu. Kwa kipindi kifupi, leo sisi kwenye tiba tumekuwa kimbilio la mataifa ya jirani. Wanatusaulisha hayo ya msingi. Wanatujengea chuki. Manake ni nini? Mimi kama mgombea ubunge jimbo la Siha, tunakwenda kwenye kampeni na Watanzania wa Siha na Watanzania kwa jumla. Tusikubali kutolewa kwenye mstari na watu ambao wanatumia akili nyingi kutufikia na kutuvuruga, kwa sababu Tanzania ilionekana kwamba ni kisiwa cha amani, ilionekana ni taifa ambalo uchumi wake unakuwa kwa kasi sana, ni taifa ambalo sasa mapinduzi makubwa yanatokea na mwelekeo wake ni wa kasi sana. Sasa kiwasikiliza watu wanaopandikizwa ndani yetu, wengine kwa nia zao binafsi, wengine kwa nia yao ya wale wanaowatuma,
wanakuja wanatuingizia chuki, tunatoka kwenye ndoto yetu kubwa. Ukitaka kujaji miaka 4 ya Dr. Samia Suluhu Hassan, yaangalie makubwa yaliyofanyika, alafu fikiria miaka 5 ambayo anakuja nayo, ni nini kitatokea. Tusikubali mtu yoyote afike mahali anatugawa kwa sababu ile yoyote.